Sura ya 6. Unapoingia kwenye mahusiano, zingatia. Namba 1. Hakikisha unajua historia ya huyo kijana. Ni jambo jema na la busara sana kujua historia ya mwanaume kabla ya kuanza mahusiano naye. Kujua historia yake ni pamoja na kujua majina yake yote, likiwepo la baba yake na ukoo, pia kujua maisha yake katika familia yao jinsi yalivyo, ikiwa ni pamoja na kuwaona wazazi wake wote. Vijana wengi wamejikuta wakiwaua wazazi wao kwa msongo wa mawazo, pressure, kwa kutokuwa wachunguzi katika hatua za mwanzo kabisa za urafiki, na kujikuta wanataka kuolewa na watoto wa nje wa mmoja kati ya wazazi wao, au wakati mwingine unakuta ni ndugu kabisa wanaoana bila ya wao kujua, na kuja kuleta laana kwenye ukoo na familia nzima kwa ujumla. Mara nyingi pasipo uchunguzi makini huleta matatizo makubwa na laana. Ni kwa sababu hawajui tabia zao za asili na tamaduni zao. Jitahidi kuwa mdadisi, kujua ndugu zake na kadhalika. Hii itakusaidia kujua kama ukiolewa huko utaenda kuishije nao, na kama kuna matatizo ya kiroho, je, ni njia zipi utaweza kuzitumia kuyatatua. Imekuwa ni changamoto kwa watu wengi pale ambapo kuna maagano yalishawekwa tokea zamani za mababu kwamba watu wa ukoo huu hawatakaa waoane na ukoo huu, au watu wa mkoa huu hawatakaa waoane na watu wa mkoa fulani, na ikitokea wameoana basi wapatwe na matatizo haya na yale hadi waachane. Mambo kama haya yapo sana katika baadhi ya maeneo, na binti usipokuwa mwangalifu kuyaangalia mapema na kuyafanyia kazi kiroho na ukaingia bila kujua, utapata shida sana. Hadi uje kutatua tatizo ambapo kama kuanzia mwanzoni ungejua ya kuwa Mungu kanipa huyu mume wangu na kuna maagano yalifanyika zamani za mababu ambayo ni kinyume na mpango wa Mungu kwetu, na unachukua hatua ya kupambana nayo katika ulimwengu wa roho na kuvunja kila mpango wa adui katika maisha yenu wawili, na ndoa yenu itakwenda vizuri, kwani njia mojawapo ya kumshinda shetani ni kuzijua njia zake. Basi, ukishazijua hila za shetani, ni rahisi kupigana naye na kumshinda, kwani anakuwa hana ujanja tena. Namba 2. Itakusaidia kujua wazazi, ndugu na mahali wanapoishi, pia hali zao za kiroho. Kwa kujua historia ya familia yao, itakusaidia kujua hali zao za kiroho. Pia kama kuna asili ya kichawi na ushirikina na matambiko, uchunguzi huu utakusaidia kuwa na utayari wa kukabiliana na kila hali, maana zimu ilikujualo halikuli likakwisha. Amini utasimama na Yesu wako hadi wote kabisa waokoke, kwani huenda Mungu amekuleta katika familia hiyo ili ukawe msaada kwao na wote wakaokoke kupitia wewe kuingia katika mji huo. Namba 3. Jua jina lake la baba na la ukoo. Ni lazima na sio muhimu tu kujua haya majina, kwani yatakusaidia katika kujua vitu vingi na hata katika kuwajua vizuri tokea asili yao. Mabinti wao wanapuuzia haya maswala na kuyaona kama hayana umuhimu wowote, ila yana umuhimu mkubwa sana katika kumpata mwenzi wa maisha. Kuna binti alikuwa kwenye mahusiano na kijana kwa muda mrefu tu, karibu mwaka mzima, lakini hata jina la ukoo la kijana hakutaka kulijua. Ilikuja kumgharimu, kwani mwisho wa siku aliachwa na yule kijana. Wakati mwingine kijana anaangalia jinsi na wewe unavyopenda kujua mambo, na kwa namna hiyo anaona kwamba upo makini na unafaa kuwa mke wake. Nje ya hapo unaachwa kwenye mataa, kwa sababu anaona haupendi kujua vitu vya muhimu kutoka kwake. Namba 4. Jua marafiki zake. Nia ya kuwajua sio kuwa na mazoea nao ambayo yataharibu uhusiano wako na yeye. Hapana, ni kwa ajili ya kuchunguzana na kujua baadhi ya vitu. Marafiki siku zote ni watu wenye tabia zinazofanana. Hakuna mtu aliye na rafiki mwenye tabia ambazo hazifanani au hawaendani kwa namna moja au nyingine. Lazima kuna vitu watakuwa wanafanya vya kufanana, vinavyofanana. Kwa kuijua mienendo ya marafiki za huyo rafiki yako, itakusaidia kumjua ni mtu mwenye mienendo gani, ni kwa namna gani utaweza kumsaidia ili aweze kutoka katika hiyo minyororo
kama yupo tayari na kama huyo ndiye aliyetoka kwa Mungu kwa ajili yako. Namba 5. Jua kama alishakuwa na mahusiano mengine hapo kabla. Ni vizuri sana na muhimu kufahamu kama huyo kijana alishakuwa na mahusiano mengine hapo kabla, kwani kuna vijana wengine unakuta yupo kwenye mahusiano na binti mwingine lakini bado anataka kuwa na mahusiano na binti mwingine. Na ukimkubalia hataridhika, ataenda kwa binti mwingine tena. Jitahidi kujua kama mahusiano hayo yalivunjika au la. Kama yalivunjika, dodosa kujua ni kwa sababu gani yalivunjika. Hii itakusaidia kujifunza baadhi ya vitu. Nukuu, kumbuka, kuna wanaume unakuta ni waume za watu tayari. Wameacha wake zao vijijini na kuja mjini na kutafuta wasichana wengine na kuoa bila ya wewe kujua kama jamaa alishakuwa na mke mwingine. Wakati mwingine watu husema usipende kuuliza sana, kwani Mungu alimwachanisha na huyo aliyekuwa naye ili akukutanishe na wewe uliye sahihi. Hii ni sawa kabisa na ninakubaliana nalo, ila ni vizuri kuwa na taarifa ya ziada na uwerevu pia. Namba 6. Usiwe mwepesi kupokea zawadi kutoka kwake. Wadada tunapenda sana zawadi kuliko kitu kingine. Hatupendi kutoa ila kupokea tu, na wakati wa kupokea wala hata hatujiulizi namna ya kuvirudisha. Na hapa ndio shida inapotokea kwa mabinti wengi. Zawadi ni nzuri na si nzuri wakati mwingine, maana mabinti wengi tumekuwa hatujui kuwa zawadi ni sawa na kufanya agano au mkataba na mtoa zawadi, na ana uhalali wa kukufanyia chochote katika ulimwengu wa roho, kwa sababu unapopokea ni sawa na kukubaliana naye. Kuna mabinti wengi sana wameharibiwa maisha yao kwa kukubali kuchukua baadhi ya vitu kwa wakaka na bila kujua ni maroho machafu wanayabeba. Mlango unakuwa wazi na wanampa uhalali wa kuja kwao usiku kipepo. Ngoja nikupe kisa kimoja. Kuna binti wa shule alikutana na mkaka akamwambia anampenda. Binti hakutaka kujibu upesi, akamwambia kwa uzuri tu kuwa atamfikiria. Wakati wanaachana pale, yule kijana akampatia shilingi 10,000, akamwambia ukanywe soda. Kuanzia siku ile, yule mwanaume alikuwa anamjia kwenye ndoto na kuzini naye, na hadi akiamka asubuhi anajikuta amechafuka. Ikawa ndiyo tabia ya yule jamaa. Hali hii iliendelea kwa muda kwa yule binti, ikawa inampa mawazo na hofu, hadi ikifika usiku akawa anaogopa kulala kwa sababu yule jamaa alimjia. Yakawa ndiyo maisha yake. Jamaa akawa haji usiku pekee, akahamia kuja mchana, na hata akiwa darasani mchana binti atazimia na jamaa atamshughulikia. Binti huyu akawa akizimia, anakuwa anapiga kelele sana. Baada ya kupelekwa kwenye maombi, ndipo mapepo yakalipuka na kutamka kuwa huyu ni wa kwetu, alichukua fedha yetu, ndio maana tunamtumia. Baada ya maagano kuvunjwa, binti huyu akawa huru kabisa katika jina la Yesu, amen. Sio kama ninakutisha mpenzi msomaji wangu, ila nataka kukuambia kuwa makini na zawadi unazopewa na watu usiowajua na pia wale unaowajua. Huna budi kuzitakasa kwa jina na damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Na pale unapokosa amani, usipokee kabisa. Kataa kwa ajili ya kujilinda binafsi kiroho na kimwili. Namba 7. Sio kila kijana aliyeokoka anakufaa wewe. Vijana wengi sana watakuja kwako, waliookoka na wasiookoka. Na watakapokuja kwako, wewe ndio wa kuchagua yupi umwambie ndio na yupi umwambie hapana katika mahusiano. Sio kila mkaka aliyeokoka anafaa kuwa mume wako. Kwa mabano, japo ni muhimu sana wote kuwa na imani moja, maana Biblia inasema wazi kuwa tusifunge nira na wasioamini. Bali ni yule tu ambaye Mungu amekwisha muandaa hata kabla ya kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu, ambaye umebeba kusudi la kumsaidia kama msaidizi wake. Wewe sio msaidizi wa kila mkaka aliyeokoka. Ni msaidizi wa kijana mmoja ambaye ulitoka katika ubavu wake pekee.